Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alimjaalia kuwa ni kiigizo na kuwa ni nuru kabla ya kuumbwa baba yetu Adam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimjaalia kuwa ndiyo asili ya sharaf, na ndiye alimjaalia kuwa ndiyo nembo ya kuigwa. Kudhihiri kwake ulimwenguni ni kama vile tawi, lakini asili yake alikuwepo kabla ya kuumbwa baba yetu Adam alayhi salam. Nabi Adam alipoumbwa, fakana yamshi fil jannati mustawhisha, alikuwa akitembea ndani ya pepo, lakini alikuwa mpweke, hana wakuliwazwa naye na hana wakufurahi naye. Yauma ma, siku moja akiwa naama amelala pale pale, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuumba mama yetu Hawa fi shiqihi al-aysari al-qasim, katika ubavu wake ambao wa kushoto, tena mfupi wala sio mrefu, akamchomoa mama yetu Hawa. Nabi Adam alipozinduka anaona kuna mwanamke pale mbele, Hawa. Famala ilaiha, akampenda. Ndio kitu cha kufurahi nacho. Malaika akamwambia la hatta tuaddia mahraha. Qala wa ma mahruha? Qalu 3 salawati, riwaya nyingine 20 salati ala nabii. Nabi Adam akasema, nimempenda huyu Hawa, namtaka mimi nistarehe naye awe wangu, mke wangu. Hauwezi kuoa bila mahari. Malaika akamwambia hapana, usimguse. Kama unataka toa mahari. Mahari yake nini? Malaika wakamwambia umswalie Mtume Muhammad mara 3, au umswalie Mtume Muhammad mara 10. Sio mimi. Tafsiru hashiyati sawi, tafsiru Jalalain, kaangalia katika hiyo aya, wa ya Adamu uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Utakuta hayo maneno ya mufassir Sheikh Sawi, chimbuko lake ni yeye ndio aliyosema maneno hayo. Ndio maana tukasema mtume asili yake ni tangu zamani ni nuru, lakini tunajifundisha unyenyekevu kwenye darasa letu. Usitosheke na hilo. Hadithi imepokea Imam Ahmad, hadithi imepokea Imam al-Baihaqi, lakini amesahihisha Imam Hakim. Imam Hakim qala al-hadithu sahihul isnad. Mtume Muhammad aliposema inni kuntu nabiyya wa inna adama lamunjadun min tini, mimi nilikuwa mtume tangu zamani. Adamu bado munjad, mulqa ala al-ard, yani qabla nafhi ruh, qabla nafhi ruhi, kabla ya kupulizwa roho mimi nishawepo. Hadithi amesahihisha Imam Hakim. Kwa Imam Ahmad dhaif, kwa Imam al-Baihaqi dhaif, Imam Hakim amesema hadithi sahihi. Lengo ni kuzungumzia unyenyekevu. Mtume ana huruma, mtume mpole, mtume mkarimu, mtume sio mnyanyasaji, mtume mtoaji, mtume msameheaji, anasamehe. Kila sharafu na kila mwenendo bora unaoona kwa watu, kwa wafalme, kwa viongozi, kwa mashehe na wengineo, asili na mamba ni Mtume Muhammad. Lakini darasa letu unyenyekevu. Hii inamaanisha nini? Hadithi imefasiriwa na hadithi nyingine. Angalia katika Kashful Khafa, Imamu al-Ajluni, hadithi nyingine hiyo imeifasiri hivi. Mtume aliposema kuntu nura, mimi nilikuwa ni nuru. Kuntu nuran inda Allah qabla khalqi Adama bi 14,000 amin. Nilikuwa nuru mimi, ndio imeifasiri hii hadithi hii, kabla ya baba yetu Adam kwa miaka 1014.
Hadhara za Mtume zinatufundisha mengi: unyenyekevu, kupendana, kusaidiana, kurudiana, sio kunyenyepaana. Tunajuana sehemu mbalimbali, huyu wa huku na huyu wa huku na yule wa kule na huyu wa huku, humo ndani yake, humo tunapeana, humo watu watapeana kazi, humo watu watajuana, huyu atampa shavu. Maneno ya kidunia ndio tunasema kupeana shavu, kusaidiana, humo kwenye hadhara za Mtume Muhammad. Lakini tujifundishe yale ambayo kwamba yaliyokuwa katika malezi na sira na mwenendo wa tabia za Mtume Muhammad. Majumbani kwetu tuishi vizuri na wake zetu, mtaani kwetu yule unayemwona wewe ana kero, huyo na wewe kuwa mnyenyekevu kwake. Huenda wewe akapata nuru kupitia wewe, inawezekana huyo akapata nuru kupitia wewe kule kuvumilia kwako. Inawezekana hata mwingine sio Muislamu, asikubali qala Allah wala qala Rasulullah, akakubali muamala wako na vitendo vyako. Abdullah ibn Umar alikuwa akimwambia kijana wake, idha ansalafta shata fabda' bijarina alyahudi. Wapi na wapi? Ukichinja mbuzi, we kijana wangu, anza kumpa huyu Myahudi, mpe huyu Myahudi. Mwanze huyo. Kwa nini? Dini ni vitendo, dini sio maneno. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.